Karibu mtazamaji wa Tanzania Yetu TV. Kipindi hewani ni mtaa kwa mtaa. Kama kawaida tukitembea mitaa mbalimbali, na leo tupo mtaa wa Kilimahewa. Tumekuja kumtembelea ndugu yetu Godfrey almaarufu Digo Mafashion. Huu ni muuzaji wa sendo, viatu ambavyo vinavaliwa na wanaume lakini pia vile vile na wanawake. Tunakwenda kufahamu faida ambayo alishaipata kutokana na biashara yake ambayo anaifanya, lakini pia changamoto ambazo anakutana nazo katika biashara. Pia vile vile tunakwenda kufahamu support ambayo anahitaji ili kufikia yale malengo ambayo aliyojiwekea katika biashara yake, mfumo ambao anayotumia Digo Mafashion ili kuendesha biashara yake. Ambatana nami mwanzo mpaka mwisho na tamati ya kipindi chetu cha mtaa kwa mtaa. Utakuwa nami mwongozaji wako Nasor Said. Karibu. Kwa majina naitwa Godfrey Besod, majina yangu halisi nilopewa na wazazi wangu. Mimi ni mzaliwa wa Mwanza. Nimezaliwa Mwanza, nimesomea Mwanza. Elimu yangu nilihitimu kidato cha 4 mwaka 2021. Mimi nilikuwa ni mwanaspoti. Baada ya kumaliza masomo yangu niliingia kwenye spoti. Nilikuwa ni mwanafootballer. Nilicheza takriban mwaka mmoja, lakini kutokana na hali yetu ya kiuchumi nyumbani sikuweza kujiendeleza na michezo. Nikatoka hapo mwaka 2022 nikajikita katika ufundi. Nilikuwa fundi, maana kupitia mpira ulinipa watu wengi. Kwa hiyo kupitia mpira nikajuana na watu mbalimbali, humo nikajuana na watu ambao wakanifundisha kazi za ufundi. Nikajikuta naachana na mpira naingia kwenye ufundi kutokana na hali ya kiuchumi nyumbani. Nikaenda kufanya kazi za kiufundi. Sikudumu kwenye kazi za kiufundi kwa sababu mimi ndoto yangu kubwa ilikuwa ni mpira. Na nilisema nikafanye kazi za kiufundi ndani ya muda mfupi ili nipate fedha kiasi, nitoke pale nikatafuta academy ya kujiendeleza kispoti. Lakini sasa nilipokaa chini nilikusanya kiasi cha fedha. Nakumbuka ilikuwa kama $400,000. Ile fedha nilivyokusanya nilitamani kwenda kutafuta academy ya mpira ili kwa ajili ya kujiendeleza. Lakini sasa nikakaa chini nikiangalia mazingira nilokulia, kuna watu niliwakuta wanacheza mpira bado wadogo mpaka wamefikia umri wa kuoa, unaona. Hawajapata mafanikio yoyote yale kwenye mpira, wala hawajapata mwongozo mzuri kwenye mpira. Nikaona sasa na mimi nikienda hii hela lakini nikaitupa kule, alafu bado ikafiako, alafu hamna mwanga wowote nitakaoona, itabidi nirudi tena mtaani ambapo umri utakao umeshaenda nianze moja. Nikasema hapana, kwa sababu mimi mamangu alikuwa ni mjasiriamali toka tukiwa wadogo, labda ameenda hivi kuemea, anatuacha kwenye genge lake. Alikuwa anauza nyanya, mboga. Kwa hiyo ile idea ya biashara nilikuwa nao bado nikiwa mdogo, unaona. Kwa hiyo nikajikuta nasema kwa nini nisianzishe biashara? Maana nikitupia hela kwenye mpira sasa nikafeli tena, itakuwa tena ni shida kuja kuanza nikiwa na umri mkubwa. Ikabidi sasa niachane na mambo ya mpira. Ile fedha nikawa nimehifadhi kwanza, nikaenda kwa ndugu yangu wa karibu sana. Alikuwa ni rafiki yangu, lakini ule rafiki ulizidi ukawa kama ndugu. Nikaenda pale kwenye duka lake, nikawa labda naye anatoka hivyo ananiachia, naenda mjini na baki pale ananiachia bei hivyo. Muda mwingine nakuta nimeuzia hasara, lakini kutokana na idea ya biashara nilokuwa nayo nikajikuta nazoea. Maana naye alikuwa anauza sendo, viatu. Nikatokea kupenda sana ile kazi. Ilipofika muda, nakumbuka nilikaa karibia miezi 9 pale. Kwa hiyo ilipofika muda na ile fedha yangu nikiwa nayo, nikamwambia ndugu wangu, naomba basi hapa nitoke na mimi nikafanyeje, nikatafute changamoto zingine. Akaniambia hamna, kaa ufanye kazi hapa, mimi ni mdogo wangu. Nikamwambia ni sawa, lakini na mimi kuna stage itafikia nitahitaji cha kwangu, kwa sababu na kidogo changu ni vyema zaidi nina uwezo kuanza nacho, kwa sababu tayari nina mwanga na mimi sitoshindwa kwa sababu nimeanzia hapa. Kwa hiyo nina idea. Kwa hiyo ikanipa ujasiri wa kuweza kutoka pale kwenda kuanzisha kitu changu. Nakumbuka nilinunua banda, lilikuwa banda la mabanzi. Nilinunua kwa mtu kwa shilingi 100,000.
nikaunganisha na ile 300,000 ikawa 500,000. Nikasema basi ngoja, maana lile banda lilikuwa lina changamoto, linahitaji ukarabati, maana banda la 100,000 sio banda hilo. Ikabidi sasa nichukue lile banda. Nakumbuka nilikuja nikatafuta fundi, changamoto sasa zilipoanzia za biashara hapo, nilivyotafuta fundi yule anirekebishie, nikapiga naye hesabu, akaniambia ile banda lako likamilike ni shilingi 100,000. Nakumbuka nilimpa ile hela yote cash kwa sababu ya miemko ya kutaka kufanya kile kitu kwa haraka. Baada ya kumpatia ile hela, nakumbuka nikamwelekeza site, akaenda site kutengeneza banda. Baada ya kutengeneza lile banda, yani hakukaa muda, hiyo siku, yani hiyo siku hela nilompa atengeneze banda, nikakuta tu amepiga papi pembeni, amenunua kawavu tu kanusu wavu, ambapo banda litakiwa lote lizungushiwe wavu, lakini amenunua kanusu wavu, amenipigia mule, ameondoka. Yani kiufupi, yani aliniingiza hasara kwa kipindi hicho. Hiyo 100,000 kwangu ilikuwa ni hela kubwa sana. Nilipofika site kwa kujua fundi amemaliza, nilichokikuta, nikakaa chini nikasema, sasa kama changamoto tu mwanzoni ni hizi, sasa mbeleni huko nitaweza kweli? Kwa sababu tayari nina uchu wa kufanya kitu changu mwenyewe na biashara ninayotaka kuifanya, sio kwamba nimeshawishiwa, nimeifanya kutoka rohoni, nimeipenda. Nikasema liwalo na liwe. Hapo tayari kumbuka ilikuwa ni 500,000, nimempa 100,000, imebaki 400,000, nikaingia tena gharama ya 100,000 tena, nikabidi niite fundi mwingine. Ndo akanitengenezea kwa weledi ule nilikuwa na uhitaji mimi kwa wakati huo, kwa sababu sikuwa na kiwango kikubwa cha fedha. Kwa hiyo ikawa imebaki kama 300,000. Baada ya hiyo tena 300,000, ikabidi sasa nifanyeje, niangalie utaratibu wa kwenda kusoti mzigo. Nikamchukua yule ndugu yangu leo nifundisha kazi, nikamwambia naomba ukanisaidia kusoti mzigo. Lakini hapo sasa kwenye hiyo 300,000 banda nimelifikisha site, hapo sijalilipia hata 100. Yule mzee akaniambia kwamba uendapo utakapoanza biashara ndo utalilipia. Nakumbuka kipindi hicho nilikuwa nalilipia shilingi 25,000 kwa kila mwezi, na mzee alikuwa anataka kuanzia miezi 6 na sikuwa nayo. Nikamlilia sana ili nimpe kodi ya miezi 2, akagoma. Akasema hapana, kama uwezi tu beba banda lako uondoke. Na mimi sasa wakati huo sina pa kulipeleka, ikabidi nimpe kodi ya miezi 4, akawa amekubali, ambayo ilikuwa ni sawa sana shilingi 100,000. Baada ya kumpa ile hela nikabakiza 200,000. Nakumbuka nilichukua nakumbuka ilikuwa kama pisi 8 za ndala za kiume, na za kike nakumbuka nilichukua pisi 16, maana wanawake ndio wanavaa sana kuliko sisi wa kiume. Kwa hiyo maximum niliendaga nikaanza na mtaji wa 200,000, ambapo hata hiyo 200,000 sasa nimemea yote, sina hela ya kula wala nini. Ilikuwa inafikia hatua unashindia hata skonzi 2 na maji, maana dumu la maji nilikuwa nalo ndani. Sasa utafanyeje? Siku Mungu akisaidia umepata hata umeuza hata pea moja, unakuwa na shauku, unakula na hata ugali dagaa, na kwa siku unajiona kidogo angalau. Siku zilienda. Siku za mbeleni Mungu akanionyeshea kabisa mwanga kidogo, nikaona naenda kukua, naenda nakuwa. Sasa kutokana niliweka vitu viwili, nikaona kutokana na eneo nililoweka, kutokana na mitego yangu niliyotega ya sendo pamoja na urembo, sendo zikaitika sana, urembo ukafifia. Nikasema kwa kumbe mazingira sendo zinafaa zaidi. Urembo nikaachana nayo, nikabidi sasa niweke sendo za kutosha dukani pale. Sasa baada ya kuweka sendo za kutosha, mambo yalikubali, biashara ikaenda. Baada ya muda mfupi nakumbuka ilikuwa kama miezi hapo kama miezi 8, yani biashara kidogo unaona uweni. Au kwenda hata mwaka ukuisha, nikarudishwa nyuma siku moja. Nakuja kazini asubuhi, nafungua pale nakuta mzigo karibia wote hamna, wameniibia. Wamevunja banda kwa nyuma, na banda lilikuwa la mbao, wamebeba mzigo karibia wote. Nakumbuka pia hata walizoacha hazifiki hata pea 8, wakawa wamebeba. Nikakaa chini nikasema sasa kama ndo hivi mwanzoni tu narudishwa nyuma, nitaweza kweli? Ikafikia stage
ninataka ukata tamaa, mzazi ile kunishauri kwamba hamna, usikate tamaa, hata si tulianza hivyo hivyo, leo utaanza, mtu atapita tu ataona, kesho ataulizia, kesho kutwa atarudi tena atanunua. Unaona, sasa nikisema nimeanza kwa shida vile na huku tena nimerudishwa moja, maana sisi wengine hata kwenye familia zetu, familia duni, wakumpigia kusaidie msaada ni mzazi. Akisema naona mwingine, itabidi sasa ukubaliane na hali. Nikasema hapa sasa nafanyeje? Nikasema hamna mama, mimi nahitaji niachane na hizi biashara, nirudi kwenye ufundi, maana ufundi kidogo nilikaa ndani ya muda mfupi nikapata hela. Akaniambia kumbuka, ufundi huwa sio kila siku utafanya kazi. Hapana, ila biashara leo utauza, kesho utakosa, kesho kutwa utauza. Mungu akisaidia gari likichanganya utakuwa unauza mara kwa mara. Ikabidi sasa nisimamie msimamo wangu wa kufanya biashara, kwa sababu ni kitu pia nifanya na kipenda. Nimefanya hivyo hivyo, nimezibaziba. Nakumbuka hiyo siku wamevunja hapo, nilikuwa mfukoni kama na hela ya mauzo, maana sikuwa na akiba, nilikuwa bado sijafikia hatua ya kuweka akiba. Nilikuwa kama na hela ya mauzo shilingi 30,000 na kitu, ambapo kwa upande wangu ilikuwa ni hela nyingi sana. Ikabidi nitumie ile hela kufanyeje, kuzibaziba yale matundu. Baada ya kuanza na hicho kidogo tena, Mungu akasaidia. Ndo kama kumbe, yani ukisikia kuna ile kauli ya kumpiga chura teke, kumbe sasa ndo mimi kama nilipigwa teke. Kumbe Mungu alihitaji anirudishe nyuma kidogo, aone uvumilivu wangu, pia anisogeze mbele. Sasa nimeendelea pale kidogo, nikaona mwanga. Mwingine akija akaona vipi dogo, mbona mzigo hamna, umekula? Nikimweleza na situation iliyotokea, ananisapoti kwa kunichangia zaidi. Unakuta kama labda alikuwa anahitaji hata wapea moja, asema basi ngoja hata nichukue 3 ili hela iendelee kukuboost. Unashukuru sana. Hivyo hivyo nimeendelea kwa kweli, ikafikia hatua nzuri kabisa. Nikaona sasa hapa nina uwezo wa kumeki. Ikafikia hatua nikawa naweka akiba. Nakumbuka ilifikaga kama laki 8. Ile laki 8 imefika laki 8 nikiwa na lile banda la mbao. Kesho yake tena wakaja, hapo ndo wakaja wakaniteketeza kabisa. Nikakuta tena yani wamevunja. Yani hapo ndo nikachoka. Lakini kuchoka kwangu nasema ina maana nikimove kidogo na narudishwa nyuma. Lakini kwa namna walivyonirudisha nyuma ilikuwa kama sasa kama mazoea. Niliumia sana, niliumia rohoni, lakini kuna nafsi nyingine inaniambia hapo sasa ukiona hivyo kidogo ndo ujue una mwanga. Ikabidi sasa kwa hasira zote nilizokuwa nazo, akiba ilikuwa laki 8 nakumbuka, alafu mfukoni nilikuwa kama na laki 3, kama sio laki 2, laki 3. Hiyo siku nimeibiwa, sikumwambia mtu, nikarudishia milango, nikaita mtu akaja akaziba kule nyuma tena, yani pale yani wameng'oa zile mbao. Ikabidi niite fundi, akaja akarudishia zile mbao usiku ule usiku, maana sikufungua wala sikumwambia mtu yoyote. Watu wakaona nakuja na bajaji, nikasomba vitu, nimesomba. Awamu hiyo waliniachia vitu vingi, walibeba vichache vya gharama, yani maana nilikuwa nimefikia hatua ya kuuza sendo za gharama. Kwa hiyo sasa wakachukua zile vya gharama wakaniachia hivi vya bei poa. Ikabidi sasa hivyo nivisamini, nilivyoachiwa, nikaita bajaji, nikavipakia nikavipeleka napoishi. Siku za maana nakumbuka hiyo siku navipakia, watu wakaniuliza vipi unahama? Ngambia hamna, siami. Sikutaka kuambia nini kimetokea, maana uenda hata wangehisi labda mimi ni muongo au najiibia. Maana kuna hatua muda mwingine kitu kikitokea inabidi tu kimya. Maana mtu anaweza kusema hamna, huu ni uongo, labda ni amefanya hivyo anataka alipwe. Maana mara ya kwanza kuna baadhi ya maneno hayo nilisikia kwamba nataka alipwe nini. Kwa hiyo nikali nimejifunza. Baada ya kupakia niliwaambia tu watu baadhi ambao tunaheshimiana nao, ambao kipindi niliwakuta katika mazingira yangu ya kazi, walinishauri hivyo. Sasa ndo hao kidogo niliwaambia ukweli kutokana na kilichotokea. Baada ya hapo wengi walihisi kwamba sitorudi, ambapo mimi sasa nilienda sasa kujipanga upya, nikachukua ile hela nilokuwa nayo. Nakumbuka ilikuwa laki 8 na